Lakini sisi tutazungumza hapa kwa ufupi kabla ya kuliingia jambo hili au kuzisoma hadithi. Suala la as-sura, iwe sura kwa maana ya sanamu au yani kutengeneza kinyago au kwa kuchonga au kwa kutumia mashine, kuchonga kwa mkono au kwa mashine au kwa kuchora kwa mkono au kwa mtambo maalumu au kwa kutumia ala maalumu, photograph, kutumia kamera au picha ya video na mfano wa hivyo. Jambo hili kihukumu linagawanyika, haliko katika hali moja. Kwanza katika hali mbili za kuzingatia, vyenye roho na visivyokuwa na roho. Kuvichora au kuvichonga au kuvipiga picha vitu visivyo na roho, hukumu ni moja, kwamba hilo si haramu. Kapiga picha nyumba, gari, mlima na mengineyo. Pana ikhtilafu dhaifu, lakini haizingatiwi. Ikhtilafu yenyewe ni kuhusiana na vitu vinavyokuwa na visivyokuwa, kama vile miti. Wapiga picha mti unatoka kuwa mdogo mpaka unakuwa mkubwa. Baadhi ya ahlul ilmi pia wanaingia katika hukumu ya sura za haramu, kwa maana ya kwamba haifai pia kupiga picha mti. Hii ni kauli, lakini ni dhaifu, marjuh. Hapa tunazungumzia vitu visivyokuwa na roho, sawa? Ama vitu vyenye roho kama binadamu, wanyama wa aina zote, na ndege, samaki na kila chenye roho, pameharamishwa kukisawir. Ikhtilafu imekuja katika matumizi ya ala ya kusawiria. Kwa mfano, utakapopiga picha au utakapokitengeneza kitu ukakichonga kama kinyago, sawa? Kisema kinyago utaelewa nadhani. Mtu akakaa akachonga kama ni kigogo cha mti akakichonga mpaka akatokea mwanadamu, au akachora tembo akamchonga akatokea tembo, mnyama, twiga, farasi, samaki, ndege. Kauli moja ya wanazuoni kwamba hiyo ni sura na ni haramu, kauli moja. Na kazi unayoifanya hiyo itakuingiza motoni, kwa sababu utakalifishwa siku ya kiyama. Hichi ulichokichonga wewe ukakiunda ukafananisha na kiumbe cha Allah chenye roho, utalazimishwa siku ya kiyama ukitii roho, na hutaweza. Tunazuoni wote ahli sunna wal jamaa wakafikiana kwamba jambo hilo ni la haramu. Kwa hiyo kama waweza kuchonga wewe, usije kaona kwamba umepata kipaji, kwa hiyo unaweza ukajiingizia kipato kwamba hicho ni kipaji, ukachonga ukaanza kuuza vinyago. Kwa hiyo ina maana hata biashara yake itakuwa ni ya haramu. Sasa tuende haraka. Jambo la pili ni kuchora. Ukichora kiumbe chochote chenye roho, mchora kuku, bata, mwanadamu, awe ni kiongozi au mtu wa kawaida tu, ukachora vizuri akaja vile vile kwa sura yake, sawa? Umemchora kwenye karatasi au kwenye ukuta, kwenye nguo, maadamu ni kitu chenye roho. Wanawachuoni hawakukhtalifiana juu ya uharamu wa jambo hili, na hawa wote wanaingia katika hukumu ya musawirin,
inapotajwa hukumu ya almusawwirin na hawa wanaingia huyu mchoraji. Kwa maelezo haya utaingia hukumu ya uharamu kwa picha zenye kivuli na zisizokuwa na kivuli. Ma lahu dhillun wa ma laysa lahu dhill, hizo zitaingia hapo. Sawa. Sasa hivi ulimwengu umebadilika, mambo mengi yanapelekwa kwa mitambo. Hata hivyo vinyago vinavyochorwa na midoli inayotengenezwa, zamani watu walikuwa wakitengeneza na wakifuma kwa mikono. Sasa hivi kuna viwanda hasa vya kutengeneza vitu hivyo, mashine maalum. Ukimwona ni binadamu kabisa na macho yapepesa namna hii. Na wengine wakati wa mabeti wakasema, atiba maneno alafu asema, mwingine atembea, mwingine ni roboti hasa labeba maboksi, beba mizigo, lakini hakutumika mikono katika kutengeneza kitu hicho, imetumika mitambo. Sasa pia imekuja katika picha hizi za photography. Hapa pana khilafu. Je, na hii inaingia katika sura? Na anayefanya kazi hii anaitwa musawwir? Nenda nchi yote ya Kiarabu, yule anatumia kamera ima kwenye simu au ala maalum kamera, mwandishi wa habari, muulize madha yafalu hadha yusawwir. Man hadha musawwir. Hata jina lake lijabadilika mpaka leo, ito hivyo musawwir. Lakini baadhi ya wanaozuoni wanasema hapana, hii sasa haitaingia kwenye hukumu ya taswiri, na huyu si musawwir. Kwa nini? Wanasema kwa sababu huyu hajafanya kazi yoyote. Alichokifanya ni kuiegesha ile ala, akakizuia kivuli cha mtu, akakiingiza katika lenzi ile, pap. Kwa hiyo hakuna kitu alichokifanya, hajafanya kitu. Lakini wasema hivyo baadhi ya wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa. Sisi hatuwapingi, yani hatuna shaka juu ya itikadi zao, sio? Lakini wao wameliona hivyo kwamba hiyo sio sura. Mmenielewa? Kwa haitaingia katika hukumu ya musawwir. Nitarudi tena kwenye nukta hii. Lakini wengine katika wanawazuoni wasema hapana, hii ni tatawuri tu imefanyika, ni maendeleo tu imefanyika, lakini kadhia ni ile ile. Kadhia ni ile ile ya taswiri. Kama kuna watu walikuwa kazi yao kuchonga vinyago kwa kutumia patasi, nyundo, tindo, sina vitu gani, sasa hivi watu hutumia mashine. Haitabadilika hukumu kwa sababu kumetumika mashine na nini, ukasema kwamba hapa hakufanya kitu, aliingiza tu akafyatua pap pap, limetoka dude, limekuwa picha. Umenielewa? Kwa nini pia wanasema hii ni sura? Kwa sababu pia itaangaliwa ile illa na sababu ya kuharamishwa as-sura. Ukiacha hili swali la kwanza kwamba atatakiwa aivivie roho ndani yake na hataweza, lakini katika vitu vyenye kuwafitini watu katika dini yao. Ibada ya masanamu ilianza hivyo, taswiru as-salihin, watu wakafitinika na wao wakaanza kuwaabudu. Umeelewa? Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Adabu az-Zafaf katika masala ya taswiri ameeleza, na hizi hoja amezijibu vizuri sana. Kwa mimi nawashauri nendeni mkasome Adabu az-Zafaf. Pengine mtu unacho kitabu lakini husomi. Hii ni kawaida, wanafunzi wengi zakanunua vitabu akaviweka, lakini vile vitabu vyake alivyonavyo kimuuliza ukisoma hajasoma hiki, sijakisoma hiki, sijakisoma hiki, vya kazi gani hivi? Navyo tu, iko siku asubiri macho yapungue nuru ndio ajisome. Sallallahu alaihi wasallam. Someni hivyo vitabu. Sawa? Wenye kujihusisha jambo hili, kwa mfano Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, hata ukisoma kwenye sharhi yake hii Al-Qawl al-Mufid, sharhi ya kitabu at-Tauhid, amelielezea jambo hili na ikhtilafu yake na msimamo wake aliosimamia. Lakini pamoja na hivyo
akaleta swali pale kiuchokozi, je, yafaa mtu kupiga picha ya aina hiyo kwa ajili ya kumbukumbu? Akawa na albamu yake, leo yuko bichi na wenzake, kesho kapanda juu ya mlima, alafu sasa hivi hamna zile albamu za kufungua kama vitabu, watu wakahifadhi katika sehemu zao kwamba hizi ni picha zake mwenyewe za kumbukumbu, siku ya graduation, sijui siku ya kufanyaje, kwa ana kumbukumbu zake. Yafaa? Asema la, hilo halifai. Akitaja hii illa ya kufitinika, lakini itafaa wakati wa haja. Kataja vitu kama aljawazu safari, yani itafaa kwa ajili ya kitambulisho, passport size na mfano wa hivyo. Itafaa kwa ajili ya muamalat mbalimbali, lete picha, utaleta, itafaa. Lakini kwa ajili ya kumbukumbu la. Sawa. Hata alipokuja suala la kuchukua video kwa ajili ya darsa na mawaidha, akaruhusu katika upande fulani, kwamba ikiwa sasa mtu atakufanya taalim na watu hawatamuelewa mpaka wamuone yeye alivyovaa kilemba na alivyotia wanja, mpaka wamuone hivi na vile, basi kwa watu hao ujumbe ili wafikie, yafaa kwa maslaha ya da'wa. Mmefahamu? Kwa maslahi ya da'wa hilo litafaa, amesema hivyo. Sasa kwa hilo pia wale waliosoma fatwa hizo Ibn Uthaymeen wakatawassaa zaidi, wakahalalisha madushi na kila kitu. Kwa lillahi alhamdu, dawa salafia imefika mbali bila ya nini? Bila ya video, si ndio hivyo? Basi ulimwengu umefitinika na masala haya, lakini zaidi kuchukua tahadhari ya nafsi yako wewe mwenyewe, basi ni kushikamana na msimamo huu na kuzishika hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usijali watakao kulaumu wakakuona wewe ni mshamba. Usijali, kwa sababu sote tutarudi sehemu moja tu, alafu tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huu ni ufafanuzi mfupi nimeutaja, wa ila masala ni marefu zaidi na wakati haupo.